Nawakaribisha wote katika ibada ya asubuhi. Tunamshukuru huyu Mungu kwa kutupa nafasi ingine katika siku ya leo. Tunajua usiku ambao umepita ulikuwa na giza, na ni usiku ambao washirikina na wachawi na wakora walikuwa wamejihami ili kuja kuiba kile ambacho ni chetu. Tunamshukuru Mungu kwa kutupa hii nafasi asubuhi ya leo, na tunaamini ya kwamba kuna kusudi ambalo Mungu ako nalo juu yetu, kutuona ya kwamba ametujalia hii siku ya leo tukuwa wazima. Tunaona huyu ni mkono wa Mungu, maana anatupenda na anatujali. Bwana asifiwe. Tunajua kuna wengi ambao tulikuwa na wao jana, wengine hawapo, na wengine wameamkia shinda ambazo hawakuwa nazo jana. Lakini sisi huyu Mungu ametupenda na huyu Mungu ametujalia nafasi ingine. Tumshukuru, maana tunajua upendo wake ni upendo wa kweli na ni upendo ambao hakuna yeyote yule anayeweza kuwa na huo upendo. Karibu katika ibada yetu ya asubuhi. Tunajiita Synagogue Crusader for the Christ Ministry na tuko chini ya mtumishi wa Mungu Reverend Hezekiah Ndura Waruge. Tuko hapa City Stadium, Nairobi, Kenya, kwa jumba linaitwa Monk Center. Unapokuja mahali hapo, tuko mahali pale, kwa hivyo uko karibu sana. Tuko tayari kukuhudumia na tuko tayari kusemezana na wewe ili tukaweze kujua venye mbingu inavyonena juu ya maisha yako. Endelea kushare page yetu, tunajiita CTV Kenya or Cloud TV. Tuko kwenye mtandao wa Facebook, endelea kushare na kulike kwa marafiki na pia kwa groups. Na pia uendelee kusubscribe kwa our YouTube channel ambao ni CTV Kenya. Unapofanya hivyo ni ishara kwamba uko pamoja nami na uko pamoja na haya madhabahu, umejishirikisha. Kwa hivyo Injili unahusika, na tunajua kwamba kila ambacho Mungu ameahidi atatupa asubuhi ya leo, pia wewe utapata mgao sababa na sisi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema uendelee kumtumainia Mungu kila wakati. Wakati unapojipata umeiona siku mpya, unamshukuru Mungu, maana sio kawaida kwa kila mtu ati awe lazima akaone siku mpya. Ni upendo wa Mungu na ni ile Mungu tu kwa neema zake zinazotufanya tuione siku ingine. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo ukamshukuru Mungu, siku ya leo ukainue jina lake, siku ya leo ukamtukuze kwa njia yoyote ambayo utaona iko na gharama. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mshukuru Mungu na uendelee kumwambia anastahili. Tunajua ya kwamba haya maisha ambayo tuko, kuna changamoto mingi sana za maisha. Na tunajua kwamba huyu Mungu unapotembea na yeye, kwa uhakika hutakuwa katika ile hali ya kushindwa. Utashinda vita vyote, changamoto zote utazishinda. Bora umwamini Mungu na ukubali nuru ya Mungu iwe na kuangazia kila wakati. Usiku na mchana uwe unatembea na Roho wa Bwana. Usimweke kando kwa ajili ya shughuli ambazo uko nazo. Labda shughuli ambazo uko nazo mingi zake ni haramu. Kwa hivyo hakikisha kwamba kile ambacho unachokifanya, kile ambacho unachokifanya siku ya leo, hakikisha ni halali. Na hakikuwa halali, kwa hakika Mungu atatembea pamoja nawe na Mungu atakufanya ukafaulu siku ya leo. Na pia huyu Mungu atafanya ukaweze kufanikiwa. Hakikisha kwamba kile ambacho sio halali ukaweze kukiondoa katika njia zako. Bwana asifiwe. Omba Mungu akaweze kutangulia asubuhi ya leo, atangulia kwa biashara yako, mahali ambapo unapofanya kazi, na unapomtanguliza huyu Mungu, kwa hakika utaona ushindi wake. Kwa hivyo ni vyema uendelee kukaa ndani ya Mungu na ndani ya njia zake, maana hapo ndio usalama wetu huko, hapo ndio tuko na ushindi. Bwana asifiwe. Karibuni. Kwa majina yangu naitwa Prophet Jenga Kahura. Nampenda Yesu asubuhi ya leo kwa kunipa hii nafasi ili tukaweze kusikia hili neno pamoja ambalo Mungu ameweka kinywani mwangu. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo tusome neno la asubuhi ambalo linatoka katika Zaburi 146.
Ni Zaburi 146 kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 10. Ujumbe huu ni kama wimbo wa kumsifu Bwana aliye Mwokozi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huu ujumbe ni kama wimbo, ni kumsifu Mungu. Lazima tumsifu huyu Mungu ambaye ni Mwokozi wetu, kwa ajili amekuwa pamoja nasi huo mwezi ambao umepita wa mwezi wa 6. Huo ni nusu mwaka, na pia kwa vile ametujalia mwezi mwingine, mwezi wa 7. Kwa hivyo tumshukuru Mungu kwa ajili kuna mambo mengi anataka kutimizia huu mwezi wa 7. Tumshukuru huyu Mungu na tuenende katika njia zake, na tuendelee kutafuta uso wake, na tuenende katika mienendo ambayo itamfurahisha. Kwa hivyo tumshukuru Mungu asubuhi ya leo kwa ajili ya hili neno, na pia tukaweze kumuomba akatupe neema ili hili neno likabadilisha maisha yetu. Bwana asifiwe. Baba, katika jina Yesu Kristo naja mbele zako asubuhi jema. Ninakushukuru Mungu maana umekuwa pamoja nasi usiku wote. Tunajua kuna changamoto ambazo zilikuwepo wakati kulikuwa na giza. Huo wakati ndio washirikina na wachai wote Baba na waganga wote na pia wakora Jehova walikuwa wanasuguka wakijaribu kuiba kile ambacho ni chetu. Lakini Mungu wetu wa mbinguni ulitulinda ipasavyo. Ulituma malaika wako wakatusingira pamoja na mali yetu, na ndio maana tunajipata asubuhi ya leo tukiwa wazima wa afya, tukiwa hakuna jambo lolote ambalo Baba ni baya limetutendekea. Baba yetu wa mbinguni, pokea sifa na utukufu. Baba, ninakuita asubuhi ya leo ukaweze kulibariki hili neno ambalo umenilitia kinywani mwangu. Hili neno likawe baraka na likawe funguo na likawe mwongozo kwa watu wengi. Baba, tunasema Baba, hakuna mwingine aliye kama wewe. Uhimidiwe Mungu wetu, Bwana wa majeshi. Tunaamini ya kwamba siku ya leo umetupa kibali. Siku ya leo Baba haitakuwa kama jana, maana utukufu wa kwanza Jehova na utukufu wa sasa uko juu. Tunaamini ya kwamba siku yetu ni mzuri. Tunajua siku yetu itakuwa mzuri kuliko ya jana, maana Mungu neema zako unazifanya mpya kila siku. Pokea sifa na utukufu. Baba, naomba wale ambao hawana afya, wale ambao wanaumia, Baba naomba ukaweze kuwaponya asubuhi ya leo, ili Baba nitakapokuwa naachilia hili neno katika mioyo yao ikapate nafasi. Kila ambacho kinaweza ondoa Baba na kila ambacho kimeakwaya ile nafasi ya hili neno Jehova, Baba ukaweze shughulikia na ukaweze kukiondoa katika jina Yesu Kristo. Hili neno likawe usidi kwao, hili neno likawe uponyaji, na hili neno likawe nuru katika maisha yao ya kila siku. Baba yetu wa mbinguni, ni asante. Wale ambao wanaotutazama Mungu, ninaomba ukaweze kuwajalia neema zako na huruma zako Jehova, ukawatendee mema Jehova, ukawafanikisha Mungu, na pia ukawafaulisha. Wacha hili neno Baba likajenge siku yao ikawa ya kufanikiwa, na siku yao ikawe na nuru Jehova. Mungu wetu, ni asante. Pokea sifa na utukufu, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini, tuseme amen. Bwana asifiwe. Ni Zaburi 146 inasema, haleluya nafsi yangu wamsifu Bwana. Nitamsifu Bwana muda ninaoishi, nitamwimbia Mungu wangu ningali ni hai. Msiwatumainie wakuu wala binadamu, ambaye hakuna wokovu wake. Pumzi yake hutoka na hurudia udogo wake. Siku hizi mawazo yake yapotea. Heri ambaye Mungu wa Yakobo ni msaada wake, na tumaini lake kwa Bwana Mungu wake. Alizifanya mbingu na nchi, bahari na vitu vyote viliomo, huhusika kweli milele. Huwafanyia hukumu walioonewa, huwapa wenye njaa chakula. Bwana hufungua waliofungwa, Bwana huwafungua macho waliopofuka. Bwana huwainua walioinama. Bwana huwapenda wenye haki. Bwana huwahifadhi wageni, huwategemeza yatima na wajane. Bali njia za wasio haki huipotoza. Bwana atamiliki milele, Mungu wake Sayuni, kisasi na hata kisasi. Haleluya. Bwana asifiwe. Hii ni Zaburi ambayo
Daudi aliandika katika njia ya wimbo, maana namshukuru Mungu na namsifu Mungu. Kwa hivyo asubuhi ya leo, wacha tukamsifu huyu Mungu kwa vile ambavyo ametufanyia, kwa kile kibali ambacho ametupa siku ya leo. Tumshukuru Mungu kwa maana ametupa siku njema ambayo tuko na furaha, ambayo tuko wazima wa afya. Tumshukuru Mungu maana hakuna kitu yetu ambacho tumepoteza usiku kucha, na pia hakuna wapendwa wetu ambao tumewapoteza. Ni asante Mungu kwa maana hii sio kawaida. Maana kuna wengi ambao tulikuwa na wao jana na hawakuipata na saa hii hatuko pamoja na wao. Wengine saa hii wako hospitalini, lakini huyu Mungu ametulinda, huyu Mungu ametufanyia mema. Kwa hivyo wacha tukamsifu huyu Mungu, tumsifu huyu Bwana na tumuimbie Mungu wetu, maana wigali tuko hai. Kwa hivyo kitu ya kwanza unapojiona uko hai, unajiona uko mzima wa afya, shukuru Mungu. Shukuru Mungu asubuhi ya leo. Inua jina lake Bwana wa mabwana, mwenye aliyekuokoa, mwenye ndiye wokovu kamilifu. Msifu na umwambie na umuimbie asubuhi ya leo. Utakapoenda mahali unapofanya kazi, ukitoka kwako kwa nyumba, msifu, muinue, maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Chochote utakachokuwa unafanya, muimbie nyimbo za sifa, muimbie nyimbo ambazo za kumtukuza, maana amekufanyia jambo ambalo mwanadamu hawezi akalifanya. Bwana asifiwe. Anatuhimiza ya kwamba tusiwatumainie wakuu wala binadamu ambaye hakuna wokovu ndani yake. Kwa hivyo siku ya leo usitegemee na usitumainie wakuu ambao ni wetu, ambao wokovu hauko ndani yao. Mara mingi tunajipata tunatumainia wale ambao hata hamjui Mungu, tunatumainia watu ambao ni waovu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo na asubuhi njema, uhakikisha kwamba tumainio lako sio kwa wakuu, Bwana asifiwe, na sio kwa binadamu, maana binadamu atakuacha kwa mataa, binadamu atakuachilia. Anasema atatembea na wewe, lakini ikifika mahali ni kukufa unakufa, anakutoroka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo usitegemee wakuu wako, usisifu hao wakuu wako, msifu Mungu peke yake, mpe sifa, maana yeye ni Mungu mwema, ni Mungu ambaye anatupenda, ni yule Mungu hawezi kamwe akaweza kutuachilia. Atasimama pamoja nasi, atatupigania vita vyote, maana hawezi liganishwa na chochote wala yoyote duniani na hata mbinguni. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo tusitumainie wakuu wetu na tusitumainie binadamu wenzetu. Bwana asifiwe. Maana wokovu wao hauko ndani. Hao ni watu wa dunia, hawana wokovu. Kwa hivyo asubuhi ya leo tembea na watu walio na wokovu. Tumainia wale wako na wokovu ndani yao. Usitumainie wale hawana wokovu ndani yao. Bwana asifiwe. Anasema siku hiyo mawazo yake huyapotea. Kwa hivyo tunaona unapotegemea wanadamu hawa wakuu ambao hawana Mungu ndani yao, hawana wokovu, Mungu anasema ya kwamba mawazo yao yapotea. Kwa hivyo unaweza ona wako na mali, unaweza ona utajiri wao, lakini Biblia inasema ya kwamba wao mawazo yao, kwa hivyo mawazo yao yanapotea. Kwa hivyo unaweza ona ni wakamilifu, lakini sio wakamilifu hata kidogo. Kwa hivyo usikubali ukachotwa na ule utajiri ambao uko nao, maana Biblia inasema ya kwamba mawazo yao, hata kama wako na utajiri, hata kama unaona wako na uwezo, ujue ya kwamba mawazo yao tayari hawaiko pamoja na wao, mawazo yao imepotea. Anaendelea kusema ya kwamba heri ambaye Mungu wa Yakobo ni msaada wake. Bwana asifiwe. Daudi anasema heri ambaye Mungu wa Yakobo ni msaada wake. Kwa hivyo asubuhi ya leo unapomtumainia Mungu, huyu Mungu wa Yakobo, ambapo unamfanya msaada wako, kwa uhakika atasimama pamoja nawe. Kwa uhakika utaona ukuu wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mtegemee huyu Mungu ambaye ni Mungu wa Yakobo, ambaye ni msaada kwetu. Bwana asifiwe. Tunapoona Daudi ya kwamba alimtumainia huyu Mungu wa Yakobo, maana najua ni Mungu wa ukweli. Bwana asifiwe. Nasi asubuhi ya leo wacha tuwe na hiyo kumtumainia. Wacha tujue kwamba msaada wetu hautoki mahali pengine. Msaada wetu unatoka kwa Baba yetu wa mbinguni ambaye aliumba mbingu na nchi.
Kwa hivyo ni vyema tumtumainie huyu Mungu na tuhakikishe ya kwamba tunamweka kama msaada wetu. Tuhakikishe ya kwamba tunapomuita na kuelewa na kufahamu kabisa ati kwamba yeye ndiye msaada wetu. Hatutategemea nguvu zetu, hatutategemea asubuhi ya leo marafiki zetu, hatutategemea waajiri wetu, wakuu wetu, hatutategemea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo mtegemee huyu Mungu, Mungu wa Yakobo awe msaada wako asubuhi ya leo. Maana unapomtegemea huyu Mungu kwa uhakika utapata ushindi mkubwa ambao huko unatumainia. Maana tunaona kwamba Mungu anasema fedha na dhahabu ni zake. Kwa hivyo kwa nini umtegemee mwanadamu? Kwa nini umtegemee matajiri? Kwa nini utegemee vitu vyote ambavyo vinaweza kukutanganya maisha yako ukose kumtegemea huyu Mungu? Kwa hivyo ujue ya kwamba fedha na dhahabu ni za Mwenyezi Mungu, na zikiwa ni zake, ujue ya kwamba unapomtegemea huyu Mungu wa Yakobo, kwa uhakika utapata kile ambacho unahitaji siku ya leo. Bwana sifiwe. Daudi anaendelea akisema kwamba Bwana ndiye tumaini lake, ni Mungu wake. Bwana sifiwe. Wacha huyu Mungu akawe tumaini yetu siku ya leo. Wacha huyu Mungu Bwana Mungu akuwe tumaini letu. Bwana sifiwe. Kwa hivyo mtumainie Mungu siku ya leo, mtumainie huyu Mungu siku ya leo. Hakikisha kwamba umemtumainia kwa kila jambo ambalo unalolifanya siku ya leo. Kwa hivyo mtumainie huyu Mungu, na wakati unapomtumainia huyu Mungu, kwa uhakika utashinda vita za siku ya leo. Kwa uhakika utaona ushindi ambao uko unautarajia, maana unamtumainia Mungu ambaye alizozifanya mbingu na nchi, bahari na vyote viliomo. Bwana asifiwe. Na husika kweli milele. Anaendelea kimsifu vyenye huyu Mungu aliyeumba mbingu na nchi, bahari na vitu vyote. Tumsifu Mungu maana tunajua kile ambacho ametenda, tunajua kile ambacho ameumba, tumejua matendo yake yote. Kwa hivyo tumsifu yeye aliyeumba mbingu na nchi, bahari na vitu vyote viliomo. Kwa hivyo tushukuru huyu Mungu, maana kama hiyo ndiye aliyeumba, ni kuhakikisha kwamba ati Mungu yugali ni Mungu Baba yetu wa mbinguni, na hakuna mwingine ambaye tutategemea, hakuna mwingine tutaomba msaada kwake, ila tu ni kwake peke yake. Bwana asifiwe. Anasema ya kwamba huwapa wenye njaa chakula. Huyu Mungu ambaye anawapa watu wake chakula, amini ya kwamba siku ya leo atakupa chakula. Siku ya leo atakupa kitu ya kunywa na kukula. Siku ya leo atahakikisha ya kwamba umepata lishe. Anajua kwamba amekupa nafasi ya kuwa hai, na kama amekupa nafasi ya kuwa hai, anajua ya kwamba lazima utakula, lazima utakunywa. Kwa hivyo huyu Mungu ambaye ni Bwana wa mabwana atakupa chakula. Amesema hivyo hata ya kwamba yeye ndiye huwapa wenye njaa chakula. Kwa hivyo kama anapewa wenye njaa chakula, hata wewe atakupa. Bwana sifiwe. Anasema pia Bwana hufungua waliofungwa. Kama wewe umefungwa maisha yako, hujielewi, hujifahamu, umezuiliwa, umewekewa vizuizi, Bwana anasema ya kwamba asubuhi ya leo vile anavyofungua waliofungwa, hivyo ndivyo atakavyofanya asubuhi ya leo. Kwa hivyo ni hakikisho ya kwamba kama kuna vitu yako ilikuwa imefungwa, kama kuna vitu yako, maono yako imefungwa, ujue ya kwamba asubuhi ya leo huyu Bwana ataifungua katika jina la Yesu Kristo. Pia anasema Bwana huwafumbua macho waliopofuka. Bwana sifiwe. Tunaweza kuwa tulikuwa wapofu, tuko wapofu, hatuoni. Shetani ametufunga ili tusiweze kuona utukufu wa Mungu wetu wa mbinguni. Bwana anasema ya kwamba ataweza kuondoa upofu ambao tuko nao. Tutaweza kufunguka macho ya kimwili, na pia macho ya kiroho. Kwa hivyo huyu Mungu ni kuhakikisha kwamba ako pamoja nasi. Hatutaenda katika upofu tena, atatufungua macho, tutaona mambo yake, tutashuhudia na macho matendo yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tujue kwamba kama ulikuwa umepofuka, Mungu anakufungua macho, unaanza kuona mbele. Vile Shetani alikuwa amekufunga, unaona mambo ambayo
maana Shetani alikuwa amekuweka upofu. Asubuhi ya leo Mungu atakuondolea huo upofu, utaweza kufunguka na utaweza kuona. Hutaanguka ama wala kuteleza, hutaenenda katika njia ambazo zio za Mungu, maana Mungu ataondoa upofu wote ambao uko ndani yako. Anasema pia Bwana huwainua walioinama. Asubuhi ya leo ujue kwamba kama moyo wako umeinama, asubuhi ya leo Mungu atauinua tena. Mungu atakupa nguvu, Mungu atakuwezesha, Mungu atakujalia, maana yeye anasema kwamba atawainua. Yeye ndio huwa anainua wale ambao wameinama. Ninajua kuna wengi ambao leo mioyo yao imeinama asubuhi ya leo, maana wanasidi wafanye nini asubuhi ya leo? Wanaona huu ni mwisho wa mwezi, wanaona lazima walipe bills, walipe rent na wakalipe bills zingine ambazo wako nazo, na ile pato ambao wanaolipata haitoshi hayo mahitaji yao. Inaonekana ya kwamba mmeinama kwa ajili mnafanya hesabu zenyu asiigiani. Kile ambacho unachokipata, mahitaji yako iko juu kuliko pato lako la kila siku. Asubuhi ya leo amini huyu Mungu, huyo moyo wako ambao umeinama, Mungu atauinua tena. Mungu ataupa nguvu, Mungu ataufanya ukue dhabiti, maana yeye ndiye anayetupenda. Sisi ni watoto wake na tunaamini ya kwamba ataendelea kutushikilia, ataendelea kutuongoza, maana anatupenda na anatujali. Kwa hivyo asubuhi ya leo, moyo wako ambao ulikuwa umeinama, jua ya kwamba siku ya leo Bwana atakuinua tena. Haleluya. Pia anasema Bwana huwapenda wenye haki. Kwa hivyo asubuhi ya leo hakikisha ya kwamba wewe ni mwenye haki. Hakikisha ya kwamba wewe ni mwenye haki asubuhi ya leo. Hakikisha ya kwamba njia zako na menendo zako ni za haki. Maana unapotembea katika haki, Mungu wetu tunamjua mtakatifu na tunajua Mungu wetu anaenenda katika njia ya haki. Kwa hivyo hakikisha kwamba chochote ama jambo lolote utakalofanya siku ya leo ukalifanye kwa haki. Maana unapofanya hivyo, Mungu atakuwa pamoja nawe. Mungu atakuwa nuru yako. Mungu atakuongoza asubuhi ya leo. Anasema pia Bwana huwahifadhi wageni. Bwana asifiwe. Mungu asubuhi ya leo uko hapa Nairobi, ulikuja hapa Nairobi, ukatoka huko reserve ushago kwenyu ukakuja Nairobi, uko mgeni mahali hapa. Anasema ya kwamba vile ulitoka nyumbani na ukafika hapa Nairobi, ukakuja katika nchi geni, ukakuja katika tauni geni, anasema ya kwamba atatuhifadhi. Kwa hivyo hii Nairobi hatutoki bila baraka. Nairobi hatutoki bila kile ambacho Mungu aliahidi atatupa. Maana tukiwa wageni hapa Nairobi, tunajua Mungu atatuhifadhi. Mungu atatuhifadhi. Hivyo ndivyo ninavyosema ati ya kwamba atahifadhi wageni. Kwa hivyo tujue ya kwamba huyu Mungu atatuhifadhi hapa Nairobi, tutafanikiwa hapa Nairobi, na pia maisha yetu itapanda na maisha yetu itakuwa mazuri hapa Nairobi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo changamoto na vizuizi vyote vile tunavyosikia watu wanaopata wakiwa katika nchi ya ugeni ama town geni, tujue ya kwamba sisi Mungu anatupenda asubuhi ya leo. Kwa hivyo ujue ya kwamba Mungu atakuhifadhi. Atakuhifadhi hapa Nairobi. Hutakosa rent, hutakosa mavazi ya kufaa, hutakosa lise. Hapa Nairobi, nchi ya ugeni ama town ambayo ni ya ugeni, Mungu atatupa hifadhi mahali hapa. Tunajua kile ambacho tutapata ploti zetu, na kwa hakika Mungu atakuwa pamoja nasi na Mungu atasidi kutuonekania. Maana sisi atatuhifadhi hapa Nairobi. Atatupa mali ya Nairobi. Atatupa mali mingi hapa Nairobi. Kwa hivyo tunajua kutoka kwetu reserve na kuja hapa katika ugeni, Mungu atasimama pamoja nasi na Mungu ataniinua maisha yetu. Bwana asifiwe. Anaendelea kusema ya kwamba huwategemeza yatima na wajane. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata kama ukuwa mjane ama we ni yatima, Mungu anasema kwamba yeye ndiye atakutegemeza. Kwa hivyo hutahangaika, maana huyu Mungu amekushikilia mkono, maana huyu Mungu atasimama pamoja nawe. Wengine wanaweza kuwa ni wajane, watoto ambao waliachwa, pia watoto ambao ni yatima.
asubuhi ya leo ninajua kuna wale ambao wanaonitazama, wale ambao wananisikiliza ni mayatima, wengine ni wajane. Mungu atakupa nguvu, Mungu atawasaidia, Mungu atakuwa pamoja nanyi, Mungu atakuwa anawategemeza. Kwa hivyo msijali, muite, maana alisema yeye ndiye baba wa yatima, yeye ndiye Bwana wa wajane. Kwa hivyo asubuhi ya leo usikufe moyo, asubuhi ya leo kuwa na nguvu katika Kristo, kuwa na nguvu mpya asubuhi ya leo. Ujue ya kwamba hukunja hapa Nairobi kuhangaika, ama hukutoka mahali ambapo ulitoka kwenda kutafuta lise lako. Ujue ya kwamba Mungu ako pamoja nawe. Bwana asifiwe. Utalea watoto wako vyema, maana Mungu atakutegemeza, atakupa amani, atakupa furaha. Bwana asifiwe. Pia nasema bali njia ya wasio haki huipotoza. Kwa hivyo ujue kwamba kama njia zako sio za haki, ujue kwamba wewe na Mungu mko mbali kabisa. Ujue kwamba Mungu atakupotosha usipofanya haki. Kwa hivyo fanya haki ili ukaendelee kuwa pamoja na Mungu, ili ukaendelee kuishi katika njia za Mwenyezi Mungu, maana yeye anasema kwamba yeye ndiyo mwanzo na yeye ndiyo mwisho. Kwa hivyo tumtumainie huyu Mungu, wote tukaenende katika njia zake za utakatifu, ili asije akatupotosha. Bwana asifiwe. Tunaamini ya kwamba huyu Mungu anatupenda na anatupenda na upendo wa kipekee. Kwa hivyo tunajua upendo wake ndio upendo wa kweli. Bwana asifiwe. Bwana anasema ya kwamba atamiliki milele Mungu wako, Sayuni. Kwa hivyo kile ambacho Mungu anatupa asubuhi ya leo tutamiliki, na pia kizazi chetu kitamiliki milele na milele. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni jukumu lako asubuhi ya leo ukaenende katika njia za Bwana, ukatende yaliyo mema, ukatende yaliyo haki, na kwa hakika ukisafanya hivyo, na kile ambacho utapata na kile ambacho Mungu atakupokeza, ujue ya kwamba kitamilikiwa na kizazi chako milele na milele. Bwana asifiwe. Na tuseme haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo himizo siku ya leo, kaa katika njia za Bwana na uendelee kumsifu Mungu aliye Mungu wetu wa mbinguni. Bwana asifiwe. Ninawatakia siku njema, siku ambayo imejawa na baraka za Mwenyezi Mungu. Mungu akakutane na mahitaji yenu siku ya leo. Wale ambao ni wagonjwa, Mungu akaweze kuwaponya. Wale mioyo yao ambao imeinama, Mungu akaweze kuinua mara tena. Mungu akaweze kuwapa kibali mahali mnapoenda kutafuta kazi. Mungu akaweze kutangulia, nafasi zikapatikane, na huyu Mungu ajidhihirishe kwamba yeye ndiye Mungu wako, ambaye alisema atakuwa pamoja nawe, akasema ya kwamba atakuhifadhi katika nchi ya ugeni. Kwa hivyo asubuhi ya leo ujue uko na kibali. Nenda na ujasiri wa Mungu, maana Roho wa Bwana ako juu yako. Kwa hivyo asubuhi ya leo usikufe moyo. Asubuhi ya leo usilie tena, maana machozi yako imefutwa asubuhi ya leo. Kwa hivyo muaminie huyu Mungu peke yake, maana atakupa ushindi siku ya leo. Ninajua kwamba siku ya leo sio kama siku ya jana. Kwa hivyo ile siku ya leo Mungu atafanya ufaulu zaidi. Siku ya leo Mungu atahakikisha ya kwamba umepata kile ambacho hukupata jana, kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Siku njema ambayo Mungu amekupa itumie vizuri, na kila ambacho utapata ukumbuke kumshukuru Mungu nacho, kikiwa kidogo, kikiwa kichache, kikiwa kwa wingi, umshukuru huyu Mungu. Yugali ako pamoja nawe, na atasidi kukushikilia, na atasidi kukutendea mema na kukuongoza. Ombi langu siku ya leo ni Mungu akulinde, na Mungu akupe ile furaha na amani ya moyo wako. Mungu akakutane na mahitaji yote ambayo unahitaji siku ya leo, na nuru yake Yesu Kristo ikaweze kukuangazia, Roho wake Mtakatifu akaweze kukuongoza. Ninaamini ya kwamba utakuwa na ushindi wa Bwana. Kwa hivyo muwe na siku njema, na Mungu awabariki na akawaongoze. Tushukuru Mungu na tukaweze kumuomba awe pamoja nasi. Baba wetu wa mbinguni, asubuhi njema, kushukuru kwa ajili ya hili neno ambalo Baba umenilitia kinywani mwangu. Hili neno Baba likawe baraka na likawe tumaini kwa wengi Jehova. Asubuhi ya leo tunasema ni asante, pokea sifa na utukufu. Tunajua siku ya leo Baba utatufaulisha, siku ya leo Baba umetupa kibali. Siku ya leo Baba uko tayari kutembea nasi popote utakapoenda. Uko tayari Baba kutuinua.
tayari Baba kutuondolea madeni yote Baba ambayo imetufunga. Uko tayari Baba kutuondolea matatizo ya kila aina. Tunaamini ya kwamba asubuhi ya leo ni asubuhi ambayo imejawa na baraka zako. Tunasema ni asante Mungu. Endelea kututumia Mungu. Endelea kutufundisha neno lako Mungu, ili nasi tukaendelee kuliachilia kwa watu wako. Mungu wetu wa mbinguni, kumbuka wale wanaonitazama Jehova, maisha yao iko mikononi mwako. Tumainio lao Jehova liko ndani yako. Baba wetu wa mbinguni, usikawaachilie. Baba wetu wa mbinguni, simama pamoja na wao, tembea na wao, wapiganie, watie nguvu Jehova, ili wakaweze kuendelea katika hii safari Jehova. Watendee mema Baba, ni watoto wako Baba. Ninaomba nuru yako ikaweze kuangazia popote watakapoenda Mungu, chochote watakachofanya Mungu kikakubalike na wewe Jehova. Ukawainue Baba, ukawapiganie, ukaondolee changamoto ambazo watakazozipata siku ya leo Baba. Uwe mshindi wao Baba, ukawashindanie na ukawatendee mema. Ukakumbuke mtumishi wa Mungu mahali hapa Jehova. Baba, endelea kumuongoza, endelea kumpa hekima Mungu, endelea kummiminia mafuta yako Jehova, maana ulimuita Jehova, uko na lengo jema juu ya maisha yake. Ulimpa maono Baba, nasi ambao Baba ulitutuma kwake Jehova, ili tukaweze kuyasikilia hayo maono ulimpa. Tunaomba Mungu katutie nguvu, katutie huo upendo wa kupenda Mungu, ili tukaweze kumsikilia na upendo mwingi Jehova. Tunajua Baba, pasipo upendo Jehova, maono yake Baba hatuwezi tukaifanya ikafaulu, lakini kupitia kwa upendo na maombi Mungu, tunajua kwamba hayo maono Baba utayafanikisha. Pokea sifa na mtukufu. Mkumbuke pamoja na familia yake Jehova. Kumbuka partners wote na wale ambao huwa wanatufuata kwenye channel zetu Jehova, kwenye kurasa zetu Baba za social media Baba, ukawabariki na ukawatendea mema, ukawainue Baba pamoja na familia zao Jehova. Endelea kuwatendea mema Jehova. Utukumbuke Mungu, hata familia yote ya Synagogue Jehova, ukaibariki, ukawainue Jehova, uwatendee mema Jehova, uwafaulishe katika maisha yao Baba. Wewe ndio tegemeo Baba, wewe ndio tumainio lao Jehova. Tunasema ni asante. Pokea sifa na utukufu, na ni katika jina lako Yesu Kristo Mungu Baba tunaomba na hata kuamini, tuseme amen. Muwe na siku njema na Mungu awe pamoja nanyi na mshidanie. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Have a lovely day and may God be with you. In Jesus' name, amen.